Mwanga wa jua la asubuhi ulikuwa ukiingia kwa madaha kupitia madirisha makubwa ya kioo ya sebule ya Stewart. Harufu ya kahawa safi iliyochanganywa na iliki ilitanda hewani, ikishindana na harufu ya marashi ya gharama kubwa aliyokuwa amejipulizia Stewart asubuhi hiyo. Alikuwa amesimama mbele ya kioo kikubwa, akijitazama jinsi suti yake ya kijivu ilivyokaa vyema mwilini mwake. Kwa Stewart, hii haikuwa siku ya kawaida. Ilikuwa siku ambayo jasho lake la miaka 5 kazini lilikuwa limezaa matunda. "Mume wangu, mbona unakaza tai sana? Unataka kujinyonga kwa furaha Sauti nyororo ya Sandra ilisikika kutokea mlangoni mwa chumba chao. Stewart aligeuka na kutabasamu. Sandra alikuwa amejifunga kanga moja kiunoni mwake, nywele zake zikiwa bado zina unyevunyevu wa maji ya asubuhi. Macho yake yalikuwa yamejaa fahari. Alimsogelea mumewe na kuanza kumrekebisha tai ile kwa ustadi. Unajua Sandra, siamini kama bosi amemchagua Stewart huyu kwenda Mombasa. Unajua lile dili lina thamani ya mamilioni. Ni heshima kubwa sana," Stewart alisema, sauti yake ikitetemeka kidogo kwa msisimko. Sandra aligusa kidevu cha mumewe na kumtazama machoni. "Ni kwa sababu wewe ni mfanyakazi bora Stewart. Unajituma, huna mambo mengi, na muhimu zaidi, wewe ni mwaminifu. Bosi wako anajua akikutuma wewe, kazi imekwisha." Stewart alimvuta mkewe na kumkumbatia kwa nguvu. Katika sekunde zile, alihisi dunia yote iko mikononi mwake. Alikuwa na kazi nzuri. Nyumba ndoto yao ilikuwa inakaribia kuisha, na alikuwa na mke ambaye alikuwa zaidi ya rafiki. "Nitakukumbuka sana mke wangu. Ni wiki moja tu, lakini kwangu itakuwa kama mwaka," Stewart alinong'ona. Sandra alijiondoa taratibu kwenye ukingo wa kifua cha mumewe. Uso wake ukabadilika na kuwa na sura ya kujitahadharisha. "Stewart mume wangu, Mombasa ni mji wa pwani. Kuna upepo wa kila namna. Naenda kukuombea kila siku urudi salama. Kumbuka tu, huko ni nchi ya watu. Usiache macho yako yakakuhadaa ukasahau tulipotoka." Stewart alicheka kicheko cha kujiamini. "Sandra, unanijua mimi. Hakuna mwanamke duniani anaweza kuchukua nafasi yako. Mimi naenda kufanya kazi, nilete pesa, tumalize hii nyumba yetu. Ni hilo tu." Wakati ule ule mlio wa teksi ulilia ndani ya ua wa nyumba yao. Moyo wa Stewart ulidunda kwa kasi. Safari ya kuelekea jiji la Mombasa, jiji la maraha na siri, ilikuwa imeanza rasmi. Hakujua kuwa busu alilompa Sandra mlangoni lingekuwa mwanzo wa safari ya kuelekea shimoni. Alibeba sanduku lake dogo la nguo, akampungia mkono huku akipanda gari, huku Sandra akibaki amesimama mlangoni akimwangalia mumewe mpaka gari lilipotoweka kwenye kona ya mtaa. Ndege iligusa ardhi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi, Mombasa, saa 8 mchana. Stewart alishuka kwenye ngazi za ndege na kulakiwa na mawimbi makali ya joto la pwani. Alivua miwani yake ya jua na kufuta jasho liloanza kuchuruzika kwenye paji la uso wake. "Karibu Mombasa, mji wa raha," alijisemea moyoni akitabasamu. Mombasa ilikuwa na harufu ya kipekee, mchanganyiko wa chumvi ya bahari, samaki wa bichi na harufu ya karafuu iliyokuwa ikitokea masokoni. Alichukua teksi kuelekea hoteli ya kifahari iliyopo eneo la Nyali, ambapo kampuni ilikuwa imemlipia. Kila alipopita, aliona wanawake wamejifunika mitandio ya rangi na wanaume wakitembea kwa mwendo wa taratibu, kana kwamba muda huku hauna haraka. Alipofika hotelini, alitupa sanduku lake kitandani na kumpigia Sandra simu mara moja. "Mke wangu, nimefika salama. Joto la huku si mchezo aise,"
lakini hoteli ni nzuri sana. Kesho asubuhi inaanza kikao cha kwanza cha lile dili. Stewart alizungumza kwa uchangamfu. Nashukuru Mungu umefika salama Stewart. Kula vizuri na upumzike. Kumbuka nilivyokuambia, usitembee usiku sana peke yako. Sandra alimpa onyo la upendo. Stewart alicheka tu. Usijali mpenzi, mimi ni mtu mzima. Hata hivyo, baada ya saa 4 za mapumziko, Stewart alihisi njaa kali. Chakula cha hotelini kilionekana kuwa cha kizungu sana na chenye gharama kubwa, wakati yeye alikuwa na hamu ya kitu chenye ladha ya nyumbani. Aliamua kushuka na kutembea mita chache nje ya lango la hoteli kutafuta mgahawa mdogo wa kienyeji, na hapo ndipo alipona bango dogo lililoandikwa kwa mkono, chakula cha nyumbani, ladha ya pwani. Alipoingia ndani alishangazwa na usafi wa sehemu ile. Aliketi kwenye meza ya mbao iliyopambwa kwa kitambaa cha maua. Dakika chache baadaye, binti mmoja alitokea jikoni. Alikuwa amevaa gauni refu la dera lenye rangi ya kijani na mtandio mweusi uliokuwa umelegea kichwani mwake. Macho yake yalikuwa makubwa na yenye mvuto, na tabasamu lake lilikuwa na ukarimu wa ajabu. Karibu mgeni, mimi naitwa Amina. Leo tuna wali wa nazi na samaki wa kupaka. Au ungependa pilau ya mbuzi? Ungependa nikuandalie nini? Sauti yake ilikuwa na mahadhi ya pwani yenye kunata kama asali. Stewart alimeza mate. Niletee huo wali wa nazi na samaki wa kupaka, Amina. Amina aliondoka na kurudi dakika chache baadaye akiwa na sinia. Harufu ya nazi na viungo ilikuwa ikitoka kwenye sahani ile. Ilimfanya Stewart asahau uchovu wote. Alipoanza kula, alishtuka. Ladha ile ilikuwa sawa kabisa na mapishi ya Sandra. Ilikuwa na mguso wa upendo uliomfanya ahisi yuko nyumbani, umbali wa mamia ya maili. Kwani kuna shida mgeni? Mbona umenyamaza? Amina aliuliza akicheka kidogo, huku akiwa amesimama pembeni akimtazama Stewart akila. Hapana Amina, chakula hiki ni kitamu sana. Kimepikwa kwa ufundi mkubwa sana. Hakika nimefurahi kukuta kijiwe hiki, Stewart alijibu huku akiendelea kula kwa pupa. Amina alitabasamu tu, tabasamu ambalo liliacha dimbwi dogo kwenye shavu lake la kulia. Karibu sana. Sisi hapa tunapika kwa moyo. Ukihitaji chochote kingine nipo hapa. Stewart alimaliza chakula kile na kulipa, lakini akili yake libaki na mwaza Amina na mikono yake yenye baraka ya mapishi. Alirudi hotelini akiwa na amani, akiamini kuwa wiki yake Mombasa ingekuwa ya raha tupu. Hakujua kuwa Amina hakuwa mpishi tu, alikuwa mtego uliokuwa umeanza kutegwa kwa ustadi wa hali ya juu. Siku ya pili ya Stewart jijini Mombasa ilikuwa ya machafuko. Vikao vya kiofisi vilichukua muda mrefu, na kila alipokuwa akizungumza na wafanyakazi wa Kenya, akili yake ilikuwa kirudi nyuma kwenye ule mgahawa mdogo. Alikuwa na hamu ya kile chakula cha Amina, si kwa sababu ya njaa tu, bali kwa sababu ya ile hali ya amani aliyoipata alipokuwa akila. Majira saa 11 ya jioni, baada ya kufunga mafaili yake, Stewart alielekea moja kwa moja kwenye ule mgahawa. Alikuwa amepanga moyoni mwake kuwa atakula haraka, kisha arudi hotelini ampigie Sandra simu ya video, yaani video call. Lakini alipofika mlangoni, alishangaa kukuta mlango ambao umefungwa kwa nusu, na hakukuwa na harufu ya viungo kama jana. Mzee mmoja aliyekuwa ameketi nje akifanya ukarabati wa viatu alimtazama Stewart. Unamtafuta Amina kijana? Mzee yule aliuliza kwa sauti ya kukwaruza. Ndio mzee, leo hajafungua.
Stewart aliuliza kwa wasiwasi usio wa lazima. Binti wa watu leo kashindwa hata kuinuka. Anaumwa sana tangu asubuhi. Mafua na homa kali vimemkamata. Kama unamhitaji, anaishi pale mtaa wa pili. Nyumba ya rangi ya blue yenye mti wa mwembe. Yule mzee alielekeza. Stewart alisimama kwa kusita. Mantiki ilimwambia arudi hotelini na kula chakula cha huko, lakini moyo wake ulimsukuma kivingine. Alijihalalisha kwa kusema, yule binti alinipokea vizuri jana. Si uungwana kumsikia anaumwa alafu nisimsalimie. Alinunua mfuko wa matunda njiani na kufuata maelekezo ya mzee yule. Alifika kwenye nyumba ya blue. Aligonga mlango mara 3. Baada dakika kadhaa mlango ulifunguliwa taratibu na Amina alitokea akiwa amejifunga kanga kifuani mwake, macho yake akiwa mekundu na uso ukiwa na uchovu mwingi. Alipoiona sura ya Stewart, alishtuka na kujiziba mdomo. Wewe umefikaje huku? Amina aliuliza kwa sauti ya chini ya kudhoofika. Nilikuja mgahani nikapewa taarifa kuwa unaumwa. Nimeona nije kukujulia hali na kukuletea matunda haya machache, Stewart alisema kwa unyenyekevu. Amina alionekana kuguswa sana, machozi madogo alimlengalenga. Mgeni, hukupaswa kujisumbua. Mimi ni nani mpaka mteja unifuate nyumbani? Haya, karibu ndani, usisimame nje. Stewart aliingia ndani ya chumba cha Amina. Kilikuwa kidogo lakini kimepangwa vizuri kwa ustadi. Harufu ya udi ilikuwa imetanda. Aliketi kwenye kiti kimoja cha plastiki huku Amina akijitanda shuka kitandani kwake. Nisingeweza kula chakula kingine leo, Amina, Stewart alianza kusema akijaribu kuvunja ukimya. Chakula ulichokipika jana kilinikumbusha sana mapishi ya mke wangu kule Tanzania, na nilivyosikia unaumwa nikaona ungwana nikuja kukuona. Amina alitabasamu kwa unyonge. Mkeo ana bahati sana kuwa na mume kama wewe. Wanaume wengi wa huku wakishakula wanageuka na kwenda zao. Hawajali kama mpishi anaishi au amekufa. Maongezi yalianza kutiririka. Kutoka kwenye hali ya ugonjwa, walianza kuzungumzia maisha ya Mombasa, kazi ya Stewart na upweke wa Amina. Muda ulikwenda kwa kasi. Stewart alijikuta akijisikia huru zaidi na Amina kuliko alivyotegemea. Wakati Stewart anataka kuaga, Amina alishika mkono wake. Mkono wa Amina ulikuwa na joto la homa, lakini ulikuwa laini sana. Asante kwa kuja Stewart. Uwepo wako umenifanya nijisikie nafuu kuliko dawa yoyote. Stewart alitoka nje ya nyumba ile akiwa na mapigo ya moyo na kwenda kasi. Alisahau kabisa kumpigia Sandra simu wakati ule. Alipofika hotelini, alikuta simu 4 ambazo hazikupokelewa, yani missed calls, kutoka kwa Sandra. Alimtumia ujumbe mfupi. Mke wangu, nilikuwa kwenye kikao cha usiku sana. Nimechoka, nitalala sasa. Tutaongea kesho. Stewart alidanganya, na huo ulikuwa uongo wa kwanza katika mfululizo wa uongo utakaokuja kuiteketeza nyumba yake. Siku ya 3 jijini Mombasa ilianza kwa uzito. Stewart aliamka akiwa na hisia ya hatia iliyojificha nyuma ya kichwa chake. Lakini kila alipokumbuka mguso wa mkono wa Amina na harufu ya udi wa chumba chake, hatia ile ilififia. Alijikuta akiangalia saa kila dakika, akisubiri muda wa kazi uishe. Alimpigia Sandra simu mchana, lakini mazungumzo yao yalikuwa mafupi. Mbona sauti yako kama imechoka Stewart? Au kazi ni nyingi sana? Sandra aliuliza kwa sauti ya upole iliyojaa mashaka kidogo.
Ndiyo mpenzi, hawa Wakenya wana kazi sana, lakini usijali, nitamaliza kila kitu nirudi nyumbani. Stewart alijibu akijilazimisha kucheka. Alijihisi mnafiki, lakini hakuweza kuacha kufikiria kuhusu kuelekea mtaa wa pili. Saa 11 jioni, Stewart alikuwa tayari mlangoni kwa Amina. Alimkuta Amina amepata nafuu kidogo, amevaa kanga mbili zilizopangiliwa vyema na alipaka wanja uliokolea machoni pake. Nimekupikia chakula maalum leo Stewart, kwa sababu ulikuja kuniona jana nikiwa hoi. Leo nimeamua nikuonyeshe shukrani yangu, Amina alisema huku akimtandikia mkeka sakafuni badala ya kuketi kwenye kiti. Walikula pamoja. Mazungumzo hayakuwa tena ya mpishi na mteja, yalikuwa ya watu wawili walioanza kuzoeana kwa haraka isiyo ya kawaida. Amina alianza kusimulia maisha yake ya upweke, jinsi alivyopambana na maisha ya Mombasa baada ya wazazi wake kufariki. Kila neno alilosema lilikuwa kama wimbo uliokuwa unalainisha kuta za uaminifu za Stewart. Unajua Stewart, hapa Mombasa kuna wanaume wengi, lakini sijawahi kuona mwanaume mwenye macho ya huruma kama yako. Unanifanya njihisi salama, Amina alinong'ona, akisogea karibu zaidi na Stewart, kiasi kwamba Stewart aliweza kuhisi joto la mwili wake. Stewart alijua anapaswa kusimama na kuondoka. Alijua picha ya Sandra iko kwenye mkoba wake, lakini nguvu ya ushawishi ilikuwa kubwa. Alijaribu kusema neno, lakini Amina akaweka kidole chake kwenye mdomo wa Stewart. Usiseme kitu, nahitaji tu karibu wako usiku wa leo, Amina alisema kwa sauti ya kulevya. Katika chumba kile chenye mwanga hafifu wa taa ya mafuta, Stewart alivuka mstari mwekundu. Kwa mara ya kwanza tangu afunge ndoa na Sandra, alijikuta akiwa mikononi mwa mwanamke mwingine. Usaliti ulikuwa umekamilika. Wakati huo huo kule Dar es Salaam, Sandra alikuwa amepiga magoti kando ya kitanda chao akimwombea mumewe. Mungu, nakuomba umlinde Stewart, msaidie amalize kazi yake salama na umwepushe na majaribu ya dunia. Sandra hakujua kuwa maombi yake alikuwa kigonga dari. Stewart alikuwa tayari ameshavunja agano la ndoa katika chumba kidogo cha mbao jijini Mombasa. Baada ya tukio hilo, Stewart alijihisi kama mnyama aliyenaswa. Alitaka kujisikia vibaya, lakini Amina alimkumbatia kwa namna iliyomfanya ahisi yeye ndiye mwanaume muhimu zaidi duniani. Nitakuja tena kesho, Stewart alijikuta akiahidi huku akivaa shati lake. Amina alitabasamu gizani, tabasamu ambalo halikuwa la upendo bali la mwindaji aliyenasa windo kubwa. Hii ni simulizi nzuri sana, inaburudisha, inaelimisha, na utakaposikiliza mpaka mwisho hautatoka hivi hivi. Kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza. Basi na kuomba muda huu utumie kulike na kusubscribe. Ukifanya hivi itakufanya uwe wa kwanza na upate urahisi wa kupata simulizi zetu ambazo zinakuja. Pia tunaomba tuandikie kwenye comments kuwa muda huu unasikiliza kutokea wapi. Sasa tunaendelea. Siku ya 7 ilifika, siku ambayo Stewart alipaswa kuwa anafunga virago vyake na kurudi nyumbani Tanzania, lakini moyo wake ulikuwa umenaswa kwenye gundi nzito la Amina. Kazi ilikuwa imekwisha, lakini Stewart alimdanganya bosi wake kwa kuna nyaraka za kisheria zimechelewa upande wa Mombasa, hivyo anahitaji siku 3 zaidi. Kule Dar es Salaam, Sandra alikuwa ameshaandaa chakula cha jioni alichokipenda Stewart. Alikuwa amevaa nguo mpya akisubiri mlio wa teksi mlangoni. Saa 4 usiku ikapita. Saa 5 simu ya Stewart ilikuwa ikiita tu bila kupokelewa.
Moyo wa Sandra ulianza kudunda kwa kasi ya ajabu. Alijaribu kupiga mara ya 10. Safari hii simu ilipokelewa, lakini kulikuwa na kelele za muziki kwa mbali na sauti ya upepo. Halo Stewart, mume wangu uko wapi? Ndege yako imeshatua. Sandra aliuliza kwa sauti ya kukata tamaa. Baada ya ukimya wa sekunde kadhaa, sauti ya Stewart ilisikika ikiwa imepooza na yenye kukatika katika. Sandra, samahani mke wangu. Kuna mabadiliko yametokea dakika za mwisho. Bosi wa huku amesema lazima nikamilishe taratibu fulani za forodha. Siwezi kurudi leo. Mabadiliko gani hayo Stewart? Mbona sauti yako iko tofauti? Na huko uliko ni wapi, mbona kuna kelele? Sandra aliuliza, machozi ya hofu yakianza kumlengalenga. Ni mitaani tu hapa. Nilitoka kununua maji. Maelezo ni mengi mke wangu, nitakuelezea nikirudi. Nimechoka sana sasa hivi, acha nilale. Stewart alijibu kwa mkato na kukata simu kabla Sandra hajajibu. Sandra alibaki ameshika simu mkononi mwake akitazama ukuta. Stewart hakuwahi kumkatia simu hapo kabla. Stewart hakuwahi kuzungumza naye kwa sauti baridi namna ile. Kitu fulani ndani ya moyo wake kilimwambia kuwa mume wake hayuko peke yake. Siku iliyofuata Sandra aliamka na uamuzi mmoja. Alivaa vizuri na kuelekea ofisini kwa bosi wake Stewart. Huyu wa kuitwa Mzee Mvungi. Mzee, Stewart ameniambia kuna kazi imemchelewesha. Naomba kujua kuna tatizo gani huko Mombasa ambalo limemfanya asirudi jana? Sandra aliuliza kwa adabu lakini kwa msisitizo. Bosi Mvungi alikohoa kidogo, akajivuta kwenye kiti chake. Alijua Stewart amemwomba ruhusa ya kubaki huko, lakini hakuna sababu ya msingi. Hata hivyo, ili kumlinda mfanyakazi wake bora, aliamua kumrinda. Usiwe na wasiwasi Sandra. Kuna ripoti fulani za mwisho zilihitajika kufanyiwa marekebisho. Ni mambo ya kiofisi tu. Stewart ni mwaminifu sana, usihofu. Atarudi hivi karibuni. Bosi alisema, ingawa ndani yake naye alianza kuhisi kuna kitu hakiko sawa. Sandra alitoka ofisini pale akiwa hajaridhika. Alijua mumewe. Alijua kuwa hata kama angekuwa na kazi nyingi kiasi gani, asingeweza kumpuuza kwa kiasi kile. Wakati huo kule Mombasa, Stewart alikuwa amekaa kwenye kochi dogo la Amina, simu yake ikiwa imewekwa silent. Amina alikuwa amemlaza kichwa kifuani mwake akichezea nywele zake. Amina anaheka heka kweli kweli. Stewart, mbona unawaza sana? Si umeshamwambia mkeo kuwa una kazi? Tulia mpenzi, hapo upo mikono salama. Amina alinong'ona kwa sauti ya kurembua. Stewart alimtazama Amina. Alijua anachokifanya ni makosa, lakini kila alipotaka kuondoka Amina alikuwa na namna ya kumfanya ajisi yeye ndiye mfalme wa dunia. Hakujua kuwa muda ulikuwa unayoyoma, na kila dakika aliyokaa Mombasa ilikuwa inachimba kaburi la ndoa yake kule Tanzania. Siku 2 zaidi zilipita na Stewart alikuwa amezama kwenye dimbi la mahaba ya bandia ya Amina. Alikuwa amepoteza mwelekeo kwa muda na majukumu yake. Kila alipofikiria kurudi Dar es Salaam, Amina alikuwa na mbinu mpya. Mara ajifanye mnyonge, mara apike chakula chenye ladha ya ajabu, mara ampe ahadi ya mahaba ambazo Stewart hakuwahi kuzipata kwingineko. Usiku wa siku ya 9, Stewart alikuwa bafuni akioga katika nyumba ya Amina. Simu yake iliacha juu ya meza ndogo sebuleni. Kule Dar es Salaam, Sandra alikuwa amekaa sebuleni akiwa amefimba macho kwa kulia kwa muda mrefu. Aliamua kupiga simu moja ya mwisho.
alijiambia moyoni. Akinitolea sababu nyingine ya uongo leo, nitajua kuwa nimepoteza Stewart. Simu ilianza kuita, ringtone ya wimbo wa mapenzi waliopenda kusikiliza pamoja ilikuwa ikilia ndani ya chumba cha Amina. Amina ambaye alikuwa amekaa akijipaka mafuta ya karafuu alitazama simu ile. Jina lililoandikwa lilikuwa mke wangu wa dhahabu. Amina alitabasamu kwa dharau. Hakutaka Stewart aondoke, na alijua njia pekee ya kumfanya Stewart abaki naye ni kuharibu daraja lililokuwa linamrudisha nyumbani. Bila ya kusita, Amina alichukua simu ile na kuipokea. "Halo," Amina alisema kwa sauti ya kukata yenye madaha na dharau ya waziwazi. Upande wa pili Sandra alishtuka. Moyo wake ulisimama kwa sekunde moja. "Halo, nani huyu anayepokea simu ya mume wangu?" Sandra aliuliza, sauti yake ikitetemeka kwa hofu na hasira. Amina alicheka kicheko kifupi cha dhihaka. "Mumeo Stewart yuko bafuni anaoga. Na wewe ni nani unayempigia simu usiku huu wa manane kumsumbua mpenzi wangu?" "Mpenzi wako?" Sandra alihisi kama amepigwa na radi. "Mimi ni Sandra, mke wake wa ndoa. Wewe ni nani na unafanya nini na mume wangu huko Mombasa?" Amina aliona Stewart akitoka bafuni akiwa amejifunga taulo. Bila kutoa jibu, alikata simu ile na kuizima kabisa. "Amina, unafanya nini na simu yangu?" Stewart aliuliza kwa mshituko, akiharakisha kuinyakua simu yake. Mkeo alikuwa anapiga simu kusema maneno machafu. Nimeona nikupunguzia usumbufu mpenzi, maana ulikuwa umechoka." Amina alijibu kwa sauti ya utulivu, kana kwamba hajafanya kosa lolote. "Umeongea naye nini Amina? Umeongea naye nini?" Stewart alipaza sauti, mikono yake ikianza kutetemeka. Aliwasha simu kwa haraka na kuona ujumbe wa mwisho kutoka kwa Sandra. "Stewart, usihangaike kurudi. Nimemjua huyo aliyekuchelewesha. Kila la heri na maisha yako mapya." Stewart alihisi dunia ikizunguka. Ghafla ule uchawi wa mahaba ya Amina ukamtoka. Alimwangalia Amina na kumwona kama shetani. "Umeharibu kila kitu. Umeharibu ndoa yangu." Stewart alifoka huko akianza kuvaa nguo zake kwa pupa. "Stewart, tulia. Nitakufanya umsahau huyo mwanamke. Mimi nipo hapa kwa ajili yako." Amina alijaribu kumshika mkono, lakini Stewart aliuondoa kwa nguvu. "Niondolee mikono yako michafu. Nilikuwa mjinga. Nimekuwa mjinga sana." Stewart alichukua sanduku lake na kuelekea mlangoni. Alitoka nje na kukimbilia uwanja wa ndege usiku ule ule, akitafuta tiketi ya dharura. Alikuwa na tumaini moja tu, kuwa akifika Dar es Salaam na kupiga magoti, Sandra angemsamehe. Lakini hakujua kuwa kule nyumbani Sandra alikuwa ameshaanza kufunga nguo zake kuelekea kwa wazazi wake, akiamini kuwa mume wake ameshapata mke mwingine kule Mombasa. Giza lilikuwa limeanza kuingia si tu mjini Mombasa, bali katika kila pembe ya maisha ya Stewart. Ndege ya asubuhi ilitoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Stewart alishuka akiwa na sura iliyochoka sana, macho yake akiwa mekundu kwa kukosa usingizi na msongo wa mawazo. Kila hatua aliyopiga kuelekea eneo la kuchukulia mizigo ilikuwa nzito kama amefungwa nondo za chuma miguuni pake. Alijitupa kwenye teksi na kumpa dereva anwani nyumbani kwake Kimara. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa hofu.
Alijaribu kumpigia Sandra mara kadhaa akiwa njiani, lakini simu ya Sandra ilikuwa ikiita bila kupokelewa na baadaye kazimwa kabisa. Gari liliposimama mbele ya geti la nyumba yake, Stewart alihisi baridi kali licha ya joto la Dar es Salaam. Alifungua geti na kuingia ndani. Bustani ndogo ambayo Sandra alikuwa akiitunza kwa mapenzi ilionekana kuanza kunyauka, ishara kuwa hata mmiliki wake hakuwa na amani ya kuimwagilia. Alifungua mlango wa sebule na kukuta ukimya wa ajabu. Sandra mke wangu, nimerudi, Stewart aliita kwa sauti ya kutetemeka. Baada ya dakika chache, Sandra alitokea koridoni. Hakuwa amevaa tabasamu lake la kawaida. Macho yake yalikuwa yamevimba na alionekana kukonda ndani ya siku chache. Alisimama mbali na Stewart, mikono yake ikiwa imejikunja kifuani pake. Umerudi kufanya nini Stewart? Kwani huko Mombasa kazi imeisha mapema sana? Sandra aliuliza, sauti yake ikiwa haina hisia yoyote, jambo lililomuumiza Stewart kuliko hata angetukanwa. Stewart alijaribu kumsogelea, lakini Sandra alirudi nyuma zaidi. Mke wangu, naomba unisikilize. Yule mwanamke aliyepokea simu alikuwa ni binti wa kazi wa pale hotelini. Alikuwa ameingia kufanya usafi, nikawa nimeacha simu mezani, nimeingia bafuni. Ni mchezo tu walitaka kunifanyia ili waniibie. Uongo ule uliandama ulimi wa Stewart kwa urahisi wa ajabu, lakini machoni mwa Sandra uongo huo ulikuwa kama kisu kinachozidi kuchoma. Binti wa kazi Stewart, binti wa kazi anayejiita mpenzi wako na kusema unajisikia vizuri mikononi mwake. Unaniona mimi ni mjinga kiasi hicho? Sandra alizungumza huku machozi ya kwanza akianza kumtoka. Ulikataa kupokea simu zangu kwa siku 3. Kisha mwanamke anapokea na kusema uko bafuni. Stewart, nimekupenda kwa moyo wangu wote. Kwa nini unanifanyia hivi? Na kuelewesha mke wangu, hukuwa unanielewa vizuri kwa sababu ya kelele. Naomba uniamini, mimi ni mumeo mwaminifu. Stewart alijitupa magotini na kuanza kulia. Sandra alimtazama kwa muda mrefu. Upendo aliokuwa nao ulimfanya asite kuchukua uamuzi wa kuondoka asubuhi ile. Alivuta pumzi ndefu na kufuta machozi. Nitabaki hapa Stewart, lakini si kwa sababu nimekuamini. Nitabaki kwa sababu niliapa kuwa na wewe kwenye shida na raha. Lakini ujue kitu kimoja, kuanzia leo kuna kitu kimekufa ndani yangu. Stewart alihisi amepata nafuu, lakini haukuwa wa kudumu. Maisha ya nyumbani yalibadilika sana. Hakukuwa na kicheko tena. Chakula kililiwa kwa ukimya, na usiku Stewart alianza tabia mpya, kuficha simu yake chini ya mto, na kila ilipolia alishtuka kama mtu aliyeguswa na shoti ya umeme. Alianza kupokea meseji za usiku kutoka kwa Amina. Ulikimbia bila kuaga mpenzi, lakini usijali, Mombasa haiko mbali na Dar. Nitakukumbusha ladha yangu hivi karibuni. Kila mara simu ilipolia usiku, Stewart alinyanyuka kitandani kwa tahadhari. Akatoka nje ya chumba na kwenda kuongelea bafuni au uani, huku Sandra akiwa amejifanya amelala, lakini masikio yake yakiwa wazi, akisikia sauti ya mumewe kinong'ona kwa hofu gizani. Mtego wa Mombasa ulikuwa umeanza kukaza kamba, na safari hii ulikuwa unavuta si tu amani yake, bali hata uhuru wake ndani ya nyumba yake mwenyewe.
Wiki 2 zilipita tangu Stewart arudi kutoka Mombasa. Ingawa alikuwa kimwili Dar es Salaam, kiakili alikuwa ni mfungwa wa simu yake. Alikuwa amepunguza mazungumzo na Sandra, na kila mara alionekana kuwa na wasiwasi, macho yake akiama mlangoni kila mara mlio wa ujumbe uliposikika. Usiku mmoja saa 8 za usiku, simu ya Stewart ilitetemeka chini ya mto. Alishtuka na kuinyaka. Akimtazama Sandra alionekana kulala fofofo upande wa pili wa kitanda. Alinyata mpaka bafuni, akafunga mlango na kuketi juu ya sinki la kunawia mikono. Ilikuwa ni simu kutoka kwa Amina kupitia WhatsApp. Stewart alipokea kwa hasira iliyochanganyika na hofu. Amina, nilikwambia usinitafute tena usiku huu. Unataka kuniharibia ndoa yangu? Stewart alinong'ona kwa ukali. Sauti ya Amina upande wa pili ilikuwa tulivu, haina hata chembe ya mahaba ya kule Mombasa. Ilikuwa ni sauti ya kibiashara. Stewart mpenzi, mbona una paniki? Tangu urudi Tanzania umekuwa mchoyo wa mahaba. Unamjali mkeo tu. Umenisahau mimi niliyekupa faraja ukiwa mpweke Mombasa. Sikiliza Amina, kile kilichotokea ilikuwa ni makosa. Ni ajali tu. Nilikuwa mlevi wa hisia. Sitaki tena mazoea na wewe, Stewart alisema kwa msisitizo. Amina alicheka kicheko kilichofanya Stewart ahisi baridi mgongoni mwake. Makosa? Basi makosa hayo yana gharama Stewart, na gharama yake inaanza leo. Nina shida ya pesa, nahitaji 500,000 sasa hivi. Nilipie kodi ya pango hapa mgawani. Stewart alishtuka. 500,000? Amina, nilikutumia pesa ya asante kabla sijaondoka. Sina pesa hiyo sasa hivi. Mshahara bado haujatoka na nina madeni ya ujenzi hapa nyumbani. Stewart, Amina alibadilisha sauti na kuwa nzito. Huna chaguo. Ni lazima unitumie hiyo pesa kesho asubuhi. Na usipofanya hivyo, nitakufanya kitu ambacho hutakuja kukisahau maisha yako yote. Nitakuharibia kila kitu ulicho nacho. Kitu gani hicho? Unanitishia sio? Stewart aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Amina hakujibu. Alikata simu. Stewart alibaki ameduaa bafuni. Alihisi kichefuchefu. Alirudi kitandani, lakini hakuweza kupata usingizi mpaka kuku alipoanza kuwika. Siku 2 zilipita bila Stewart kutuma pesa ile. Alijaribu kujaminisha kuwa Amina alikuwa anamtishia tu na hawezi kufanya lolote akiwa Mombasa. Alimblock Amina kwenye WhatsApp na namba yake ya kawaida, akidhani amemaliza tatizo. Lakini saa 10 jioni, akiwa ofisini kwake akijaribu kuandika ripoti ya mwezi, alipokea ujumbe kutoka kwa Napankeni. Angalia WhatsApp yako ya namba hii mpya. Stewart, unaonekana mtanashati sana ukiwa huna nguo. Moyo wa Stewart ulisimama. Alifungua ujumbe ule. Macho yake alikaribia kutoka mboni. Ilikuwa ni picha yake akiwa amelala kitandani kwa Amina, akiwa utupu kabisa, huku Amina akionekana pembeni yake akitabasamu na kupiga selfie. Picha ilikuwa safi na yenye kuonekana wazi kabisa. Sekunde chache baadaye, simu yake iliita. Alipokea kwa mikono inayotetemeka. Stewart, sauti ya Amina ilisikika, safari hii ikiwa na dhihaka ya waziwazi. Picha zipo nyingi. Kuna video pia. Naona umeniblock.
jaribu tena kunibloku uone kitakachotokea. Nataka milioni 5 ndani ya siku 2. Na usiponitumia, picha hizi zinaenda kwa mkeo Sandra kwanza, kisha marafiki zako wote wa Facebook, na mwisho nitaziposti kwenye magrupu ya umbea Tanzania nzima. Milioni 5? Amina, sina kiasi hicho. Tafadhali, nitakuwa Amina. Stewart alilia kwa sauti ya chini, akijificha chini ya meza ya ofisi yake. Utaniua? Sikia, una siku 2 mpenzi. Saa inaanza kusoma sasa hivi. Amina alikata simu. Stewart alitoka nje ya ofisi na kuelekea chooni. Alijitazama kwenye kioo. Hakumtambua mtu aliyekuwa akimtazama. Alikuwa ameingia kwenye mtego wa cyber blackmail, na mwendaji wake alikuwa mwanamke aliyemwamini kwa dakika chache za tamaa. Hali ya Stewart ilianza kubadilika kwa kasi ya ajabu. Yale mashavu yaliyokuwa yamejaa kwa afya yalianza kupotea, na weusi ulitanda chini ya macho yake kutokana na kukosa usingizi. Kila alipofumba macho, aliona picha yake ya aibu ikisambaa duniani kote. Alijiona akitembea mitaani huku watu wakimnyoshea vidole. Stewart, mbona huli? Hata chai hujaigusa leo. Sandra alisema asubuhi moja, akimtazama mumewe kwa huruma iliyochanganyika na wasiwasi. Sina hamu ya kula Sandra. Kazi ofisini zimenilemea sana. Kuna miradi mikubwa bosi ameniachia. Naona kama siwezi kuimaliza. Stewart alidanganya, akishindwa hata kumtazama mkewe machoni pake. Sandra alimsogelea na kuweka mkono wake begani mwa Stewart. Mume wangu, pesa tunatafuta, lakini afya ni muhimu zaidi. Kama ni kazi, zungumza na bosi wako akupe msaidizi. Unadhoofika kila siku. Stewart alitengesha kichwa na kuondoka haraka kwenda kazini. Akili yake haikuwa kwenye upendo wa Sandra, ilikuwa kwenye hesabu ya milioni 5. Alijaribu kuangalia akaunti yake ya akiba. Alikuwa na Laki 8 tu. Alijaribu kuwapigia marafiki zake kuwakopa, lakini kila mmoja alitoa sababu ya kutokuwa na pesa. Saa zilikuwa zinayoyoma. Amina alimtumia ujumbe wa saa. Zimebaki saa 24 Stewart. Kumbuka, mkeo ana WhatsApp na namba yake ninayo. Stewart alihisi kuchanganyikiwa. Alikuwa mhasibu mkuu msaidizi katika kampuni hiyo ya usafirishaji. Siku hiyo kulikuwa na kiasi kikubwa cha fedha taslim kilichokuwa kimetolewa kwa ajili ya malipo ya dharura ya bandarini. Milioni 7 zilikuwa ndani ya sefu ya ofisi, na ufunguo ulikuwa mikononi mwake. Alikaa ofisini mpaka saa 12 jioni, wakati wafanyakazi wengine wote walikuwa wameshaondoka. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka, jasho la baridi likimtoka. Ni kwa ajili ya kulinda ndoa yangu, alijisemea kwa sauti ya chini, akijaribu kuifariji dhamiri yake inayokufa. Nikishamlipa Amina, atafuta picha, kisha nitatafuta namna ya kurudisha hizi pesa polepole kabla ukaguzi haujafanyika mwezi ujao. Kwa mkono wa kutetemeka, alifungua safe. Alichukua mita ya noti za 10,000, milioni 5 kamili. Alizificha ndani ya mkoba wake wa kompyuta. Alifunga sefu na kutoka ofisini kwa kasi, huku akiangalia huku na kule kama mwizi. Ingawa kiukweli sasa alikuwa ameshakuwa mwizi. Alielekea moja kwa moja kwenye wakala wa kutuma pesa. Alizituma zote kwa Amina kupitia namba ya Kenya, na baada ya nusu saa Amina alipokea na kumtumia ujumbe mfupi.
Nimezipata mpenzi. Umeona sasa? Ukiwa na adabu mambo yanaenda vizuri. Nitakaa kimya kwa sasa. Stewart alishusha pumzi ndefu. Alihisi kama mlima umetolewa begani mwake. Alirudi nyumbani akijaribu kutabasamu, akijiaminisha kuwa dhoruba imepita. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo ikimwambia, umeiba ili kufunika usaliti. Huu ni mwanzo wa mwisho wako. Hakujua kuwa Amina alikuwa kama mamba. Ukimpa kidole anataka mkono mzima, na ukishaanza kumlipa mnyanyasaji humalizi deni, bali unafungua akaunti ya kudumu ya mateso. Wiki moja ilipita tangu Stewart afanye kosa la kuiba pesa za kampuni. Alikuwa akijaribu kuishi kwa amani, akijidanganya kuwa dhoruba imetulia. Lakini kila asubuhi alipoingia ofisini, alitazama kile chumba cha sefu kwa hofu. Alijua ukaguzi wa ghafla ungetokea na yeye angepotea. Siku ya Jumanne, saa 4 asubuhi, bosi Mvungi aliingia ofisini kwa Stewart akiwa na uso wa chuma. Stewart, njoo ofisini kwangu sasa hivi na uje na funguo za sefu, bosi alisema bila hata salamu. Stewart alihisi tumbo likisokota. Alinyanyuka kwa unyonge, miguu ikimtetemeka. Alipoingia ofisini kwa bosi, alimkuta mhasibu mkuu na msimamizi wa usalama. Ukaguzi wa ghafla ulikuwa umeanza. Sekunde chache baada ya kufungua sefu, ukweli ulijulikana. Milioni 5 hazikuwepo. Stewart, pesa hizi ziko wapi? Hakuna rekodi ya malipo yoyote ya bandarini yenye kiasi hiki, bosi Mvungi aliuliza, sauti yake ikitetemeka kwa hasira na mshangao. Wewe ndiye uliyekuwa na funguo hizi wiki nzima. Stewart alishindwa kujitetea. Ulimi wake ulikuwa mzito kama jiwe. Bosi, mimi nitatua tatizo la dharura, ila nitairudisha. Huu ni wizi wa kuaminika Stewart. Umeiba pesa za kampuni, bosi alifoka. Ondoka hapa sasa hivi. Umesimamishwa kazi kupisha uchunguzi wa polisi, na usirudi hapa mpaka uwe na hizi pesa mkononi, vinginevyo jela inakuhusu. Stewart alitoka ofisini huku wafanyakazi wenzake wakimtazama kwa dharau na siri. Alihisi kama amefuliwa nguo mbele ya umati. Alikuwa amepoteza kazi aliyoifanyia kazi kwa miaka 5 ndani ya sekunde chache tu. Akiwa ameketi kwenye benchi nje ya ofisi, akijaribu kufikiria atamwambia nini Sandra, simu yake iliita. Ilikuwa namba ngeni. Alipokea kwa hasira sana. Amina, nimefukuzwa kazi kwa ajili yako. Nimeiba pesa nikutumie wewe. Sasa sina kazi na bosi anataka kunipeleka polisi. Tafadhali nione huruma. Futa hizo picha. Stewart alilia kwa sauti ya kukata tamaa. Sauti ya Amina upande wa pili ilikuwa ya baridi, haina hata chembe ya huruma. Pole sana kwa kupoteza kazi Stewart, lakini habari hiyo hainisaidii mimi kupata chakula. Nahitaji milioni 10 kesho. Ila usipozituma picha na video ya siku ile ya mwisho, nitaziposti kwenye ukurasa wa Instagram wa Udaku kule Tanzania, na nitamtumia mke wako sasa hivi. Milioni 10 Amina? Huna moyo wa binadamu Nimekwambia sina kazi. Sina hata senti 5 mfukoni. Uza nyumba Stewart, au uza gari. Maana heshima yako ikishapotea, hata hiyo nyumba hutaishi kwa raha. Amina alisema na kukata simu.
Stewart alijikuta akicheka kicheko cha kichaa. Alikuwa amepoteza kazi, heshima yake ilikuwa hatarini, na sasa anadaiwa kiasi ambacho hawezi kukipata hata kwa miaka 2 ya kazi. Alijikuta amekitembea kuelekea nyumbani, miguu ikimpeleka bila yeye kujua. Alipofika mlangoni mwa nyumba yake, aliona simu ya Sandra ikiwa mezani. Sandra alikuwa jikoni. Ghafla simu ya Sandra ilitoa sauti ya ujumbe wa WhatsApp. Stewart alipiga hatua na kuinyaka simu ile. Moyo wake ulisimama. Ujumbe ulikuwa unatoka kwa namba ngeni ya Kenya. Picha ya kwanza ilikuwa imeshaingia. Picha ya Stewart akiwa kitandani na Amina. Ilikuwa ni trailer tu, kama Amina alivyosema. Kabla hajazima simu ile, aliona Sandra akitokea jikoni, akimtazama mumewe alikuwa ameshika simu yake huku akiwa na uso wa maiti. Stewart, unafanya nini na simu yangu? Sandra aliuliza akisogea karibu. Stewart alishindwa kuzuia mikono yake kutetemeka. Siri ilikuwa imepasua tundu na maji yalikuwa yanaanza kuingia ndani ya meli yao. Sandra alikaribia na kuichukua simu yake kutoka mikononi mwa Stewart, ambaye alikuwa ameganda kwa sanamu ya chumvi. Macho ya Sandra yalianguka kwenye kioo cha simu. Ile picha ya kwanza ilikuwa wazi. Alikuwa ni Stewart, mumewe wa ndoa, akiwa katika hali ya aibu na mwanamke mwingine, katika chumba ambacho Sandra hakuwahi kukiona hapo kabla. Sekunde kadhaa za ukimya mzito zilitawala sebuleni. Kimya kile kilikuwa kibaya kuliko mlipuko wa bomu. Sandra alihisi damu ikimganda. Mikono yake ilianza kutetemeka kiasi cha simu kumponyoka na kuanguka juu ya zulia. Stewart, Sandra aliita, sauti yake ikiwa ndogo na yenye mikwaruzo, kana kwamba koo lake limejaa mchanga. Huyu ni nani? Na hizi picha? Stewart, niambie ni uongo. Niambie huyu sio wewe. Stewart alijaribu kupiga hatua kuelekea kwa mkewe, lakini magoti yake yalilegea. Alijitupa sakafuni na kushika miguu ya Sandra. Mke wangu, Sandra, nimeshindwa. Nilinaswa na nilitegwa. Amina alinipa dawa, alinidanganya. Sandra, naomba unisamehe. Sandra hakulia kwa sauti, badala yake alihisi kizunguzungu kikali. Oksijeni ilionekana kutoweka chumbani hapo. Alijaribu kushika kiti ili asidondoke, lakini ghafla dunia iligeuka kuwa giza. Alipepesuka na kuanguka chini mazima. Kichwa chake kiligonga ukingo wa kochi. Sandra. Stewart alipiga kelele akimtikisa mkewe. Mungu wangu, nimeua mke wangu. Sandra, amka. Stewart akiwa amechanganyikiwa alimbeba Sandra na kumkimbiza kwenye gari. Alimpeleka hospitali ya jirani kwa kasi ya ajabu, akipita taa nyekundu na kupuuza sheria zote za barabarani. Akili yake ilikuwa imepata kichaa cha muda. Akiwa nje ya chumba cha dharura, huku madaktari wakihangaika kuokoa maisha ya Sandra, simu ya Stewart ilitetemeka mfukoni kwake. Alitoa simu hiyo kwa hasira, tayari kumtukana Amina. Lakini ujumbe ulikuwa umeingia, ulikuwa mfupi na wa kikatili. Hiyo picha moja kwa mkeo ilikuwa ni trailer tu. Picha halisi na video zinaruhusiwa hewani kesho asubuhi kwenye mitandao yote ya kijamii. Kama unataka nizizuie, nataka milioni 10 saa hizi. Kumbuka, mkeo bado ana namba yangu. Stewart alipiga ukuta kwa nguvu mpaka mkono wake ukachubuka damu. Shetani wewe! Amina, wewe ni shetani! Aliunguruma, lakini watu waliokuwa hospitalini walimtazama kwa mshangao na hofu.
Baada ya saa 2 daktari alitoka. Bwana Stewart, mkeo amepata mshtuko mkubwa wa moyo. Presha yake imepanda sana. Anaomba kukuona, lakini naomba uwe mtulivu, asikasirike tena. Stewart aliingia wodini kinyonge. Sandra alikuwa amelala, akiwa amewekewa dripo. Macho yake yalikuwa yamefunguliwa kidogo, yakiwa yamepoteza nuru yote ya maisha. Stewart, Sandra alinong'ona. Yule mwanamke Amina ameshanitumia ujumbe mwingine nikiwa hapa kitandani. Ameniambia kila kitu. Amesema umeiba pesa kazini kwa ajili yake, na sasa unataka kuuza nyumba yetu ili umlipe. Stewart aliziba uso wake kwa mikono na kuanza kulia kama mtoto mdogo. Sandra, nilitaka kulinda heshima yetu. Nilitaka asikuaibishe. Sandra alicheka kicheko cha uchungu, machozi yakimtoka pembeni ya macho yake. Heshima gani imebaki Stewart? Umepoteza kazi, umeiba, umenisaliti, na sasa unataka kutufanya tuwe ombaomba. Stewart, usimpe hata senti moja. Acha zitume hizo picha. Acha ulimwengu uone aibu yako. Bora tuwe na aibu mitaani, lakini tusiwe watumwa wa shetani huyo maisha yetu yote. Lakini Sandra, watu watatuonaje? Watu watatuona kama binadamu waliopata mtihani. Lakini mimi nakuahidi nitabaki na wewe. Niliahidi kwenye madhabahu, katika shida na raha, tutapambana na hii aibu pamoja, hata kama tutaanza sifuri. Stewart alihisi kuguswa na upendo wa ajabu wa Sandra, lakini moyo wake ulikuwa na hofu kubwa. Sandra, nimechelewa. Nyumba tayari nimeshasaini kwa kampuni ya mikopo ya mtaani ili kupata milioni 10. Na picha tayari ameshaanza kuzisambaza. Nimeona notification za Facebook sasa hivi. Sandra alifumba macho, akivuta pumzi nzito ya maumivu. Maisha yao yalikuwa ya kifahari. Heshima yao na amani yao vilikuwa vimeteketea kwa moto uliowashwa Mombasa na kupepewa na tamaa ya Stewart. Hospitali iligubikwa na ukimya wa huzuni, lakini nje ya kuta za hospitali hiyo jina la Stewart lilikuwa likichafuka kwa kasi ya moto wa nyikani. Amina, baada ya kuona Stewart ameshindwa kutuma kiasi kingine cha pesa, aliamua kutekeleza tishio lake la mwisho. Alizituma picha na video fupi kwenye kurasa za udaku zenye wafuasi mamilioni. Stewart, tazama, Sandra alisema kwa sauti iliyokata tamaa, akimkabidhi Stewart simu yake. Stewart alitazama kioo cha simu na kuhisi dunia ikipasuka. Picha zake zilikuwa na maelfu ya maoni. Watu waliokuwa wakimheshimu kama mfanyabiashara shupavu na mume bora, sasa walikuwa wakimkejeli, na maneno kama haya yalikuwepo ndani yake. Mume wa mtu huyo. Mlango wa udini ulifunguliwa kwa kishindo. Mzee Mwanjala, baba yake na Sandra, aliingia akiwa na uso uliokunjamana kwa hasira, akifuatiwa na mama Sandra aliyekuwa akilia kwa kwikwi. Mzee Mwanjala alikuwa mtu wa misimamo mikali, mcha Mungu na mwenye kuheshimika sana katika jamii. Baba. Sandra alijaribu kunyanyuka kitandani, lakini baba yake alimzuia kwa mkono. Mzee Mwanjala aligeuka na kumtazama Stewart. Macho yake yalikuwa na moto unaoweza kuteketeza chuma. Stewart, tulikupa binti yetu kwa heshima. Tuliamini wewe ni mwanaume mwenye hofu ya Mungu. Hiki ndicho ulichoenda kufanya Mombasa? Mzee, naomba unisamehe.
Ilikuwa ni Stewart. Alijaribu kusema, lakini sauti yake ilizama. Usitaki kunitolea sababu za kijinga, Mzee Mwanjala aliunguruma. Nimeona kila kitu. Simu yangu imejaa picha zako za aibu. Ndugu zetu, majirani, hata watu wa kanisani wananiuliza, huyu ni mkwe wangu? Umeivua nguo familia yangu Stewart. Umeivua nguo heshima ya binti yangu. Mama Sandra alijitupa pembeni ya kitanda cha binti yake. Mwanangu Sandra, nilikuonya. Nilikuambia mwanaume ukimwona ametulia sana, ujue ana siri nzito. Sasa ona, nyumba imechukuliwa, kazi hana, na sasa nchi nzima inakucheka. Baba, tafadhali. Stewart amekosa lakini amekiri. Sandra alijaribu kumtetea mume wake kwa moyo wa upendo uliokuwa umesalia. Hapana Sandra, Mzee Mwanjala alisema kwa sauti ya mwisho. Hapa hakuna cha upendo wala dini. Huyu mwanaume sio tu amekusaliti, bali amekufilisi na kukudhalilisha. Stewart, kuanzia leo binti yangu hatarudi kwenye hiyo nyumba yako inayouzwa. Sandra, ukishapata nafuu unakuja nyumbani kwetu. Baba, mimi ni mke wa mtu. Mke wa nani? Mke wa mtu aliyekuwa utupu wake umewekwa hadharani kwa ajili ya binti wa Mombasa. Mzee aligeuka kwa Stewart na kusema, kama una chembe ya ungwana iliyobaki, mpe binti yangu talaka yake leo. Sitaki binti yangu aendelee kuitwa mke wa mtu anayewindwa na polisi kwa wizi na kashfa za ngono. Stewart alihisi kama amepigwa na butwaa. Alimtazama Sandra akitegemea msaada, lakini Sandra alikuwa ameficha uso wake kwenye kiganja akilia. Shinikizo la wazazi lilikuwa kubwa kuliko uwezo wake wa kupambana. Mzee, naomba unipe nafasi ya kurekebisha. Stewart alipiga magoti. Nafasi gani? Kazi una. Nyumba imechukuliwa na kampuni ya mikopo, na kesho polisi wanakuja kukukamata kwa wizi wa mamilioni ya kazini. Unataka binti yangu akusubiri gerezani? Mzee Mwanjala alimshika mkono Sandra. Maandalizi ya talaka yanaanza kesho. Kuanzia leo, wewe na binti yangu ni ardhi na mbingu. Stewart alibaki peke yake katikati ya wodi ile, huku wazazi wa Sandra wakimzunguka binti yao kama ukuta wa chuma. Alikuwa amepoteza kila kitu: mali, kazi, na sasa familia yake ilikuwa imechomolewa mikononi mwake kama kisu kikali cha aibu aliyoitengeneza mwenyewe huko Mombasa. Siku 3 baada ya tukio la hospitalini, Stewart alijikuta amesimama nje ya geti ya nyumba yake, nyumba ambayo sasa haikuwa yake tena. Mabango mawili makubwa yalikuwa yamebandikwa mlangoni hapo, moja likisomeka, nyumba hii inauzwa na dalali, na lingine likiwa na nembo ya kampuni ya mikopo iliyokuwa imepiga kufuli kubwa milango yote. Stewart alikuwa amevaa shati lile la siku 3 zilizopita. Sasa lilikuwa limechakaa na kutoa harufu ya jasho na uchovu. Mfuko wake mmoja tu wa nguo ulikuwa pembeni yake. Majirani waliokuwa wakimpita walikuwa wakimtazama kwa jicho la kejeli, wengine wakizitazama picha zake ambazo bado zilikuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Katika hali hiyo ya kukata tamaa, simu yake iliita. Ilikuwa ni Amina. Stewart akiwa hana hata cha kupoteza tena aliipokea. Unataka nini kingine Amina? Umeshamaliza kila kitu. Sina kazi, sina mke, na sasa sina hata pa kulala. Una furaha sasa eh? Stewart aliuliza, sauti yake ikiwa imepasuka kwa uchungu.
Kicheko cha Amina kilisikika upande wa pili, kicheko chenye baridi na dharau. Pole sana Stewart, lakini nilikwambia Mombasa sio mahali pa kuja kucheza michezo na kuchezea mioyo ya watu. Ulidhani mimi ni binti wa kumpenda na kumwacha tu Ulidhani chakula changu ni cha bure? Ulinitega Amina, hukunipenda hata siku moja. Mapenzi? Amina alicheka tena. Stewart, mimi nafanya biashara. Wewe ulikuwa mradi wangu wa mwezi huu. Na kwa taarifa yako, picha nilizotuma ni zile za kawaida tu. Zile mbaya zaidi nimezihifadhi. Labda siku moja ukipata pesa tena utanitafuta tuzinunue. Kwa sasa enjoy maisha yako mapya mtaani. Kwa heri mpenzi wa zamani. Simu ilikata. Stewart alitupa simu ile ukutani kwa hasira, ikaanguka vipande vipande. Sasa alikuwa amebaki bila mawasiliano, bila mwelekeo. Alianza kutembea kuelekea kwa wazazi wa Sandra kwa mara ya mwisho, akijaribu kuomba angalau neno moja la msamaha. Alipofika nje ya nyumba yao kule Mbezi, alimkuta mzee Mwanjala akitoka nje na mwanasheria. Usikanyage hapa Stewart, mzee Mwanjala alisema bila kumtazama. Hizi hapa ni nyaraka za talaka. Sandra ameshasaini. Hataki hata kukuona. Na sisi hatutaki kukujua. Kila tulichojenga na wewe kimeishia hapa. Mzee, naomba niongee na Sandra kidogo tu. Sandra hayupo. Tumempeleka mbali na jiji hili ili aanze maisha mapya mbali na aibu uliyomletea. Nenda Stewart, kapambane na kivuli chako. Stewart alisimama pale, huku mvua ndogo ya Dar es Salaam ikianza kumnyeshea. Alikumbuka maneno ya Sandra siku ya kwanza akiondoka kwenda Mombasa. Kuwa makini huko nchi za watu. Hakujua kuwa tahadhari hiyo ilikuwa ni kinga maisha yake yote, ambayo yeye mwenyewe aliamua kuivua kwa sahani moja ya wali, tena wali wa nazi na dakika chache za tamaa. Aligeuka na kuanza kutembea kuelekea kusikojulikana. Alikuwa amepoteza mali, amepoteza heshima, na zaidi ya yote amepoteza mwanamke pekee aliyempenda kwa dhati. Usaliti wa Mombasa ulikuwa umemgeuza kuwa mgeni ndani ya nchi yake mwenyewe. Jifunze, usinunue furaha ya saa moja kwa gharama ya maisha yako yote. Linda ulichonacho mkononi, kwani kile unachokifuata kichakani kinaweza kuwa na miiba itakayokuchoma milele. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa simulizi yetu hii tamu ya mapenzi na maisha. Na imani umeburudika na umejifunza. Na kama umeburudika, tafadhali usiache kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu zinazokuja. Pia tuandikie kwenye comments kuwa umesikiliza au unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Ulikuwa nami msimulizi wako Yasin Yahya Ngililea. Asante kwa kunisikiliza.